Uaminifu wa Daniel, somo la imani na ujasiri. Leo ningependa tuitafakari kwa ufupi maisha ya Daniel, mtu aliyesimama imara katika imani na uaminifu wake kwa Mungu, hata alipokabiliwa na hatari ya kupoteza maisha. Daniel aliishi katika nchi ya ugenini chini ya utawala wa kifalme, na alipewa nafasi kubwa ya uongozi kwa sababu ya hekima, uaminifu na maadili yake. Mafanikio yake hayakuwafurahisha wote. Wivu na chuki vilianza kutawala mioyo ya baadhi ya viongozi wenzake, wakaamua kumwangusha. Cha kushangaza, hawakuweza kumpata kosa lolote katika kazi yake wala mwenendo wake. Kitu pekee walichokiona ni kwamba Daniel alikuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Hapo ndipo walipotumia imani yake kama silaha dhidi yake. Walishawishi sheria itungwe iliyokataza maombi kwa Mungu yeyote isipokuwa mfalme. Daniel alijua hatari iliyokuwapo, lakini hakubadilisha msimamo wake. Aliendelea kuomba kama kawaida, si kwa kujionyesha, bali kwa sababu uhusiano wake na Mungu ulikuwa msingi wa maisha yake. Matokeo yake, Daniel alitupwa katika tundu la simba. Hali hii ingeonekana kuwa mwisho wake, lakini hapa ndipo ujumbe ukualiti unapodilika. Uaminifu haupimwi kwa maneno, bali kwa matendo wakati wa majaribu. Mungu alimlinda Daniel, akawatuma malaika kufunga vinywa vya simba, na Daniel hakupata madhara hata kidogo. Asubuhi iliyofuata, Daniel alipatikana akiwahi tukio hili. Halikumuinua Daniel peke yake, bali liliutukuza Mungu wake mbele ya mfalme na taifa zima.